Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Karibisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Maji na kukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribisha mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa nafasi amenijalia mara tena ili tuweze kukutana na wewe katika kipindi hiki. Naamini kipindi hiki kimekuwa baraka kwako, kwa sababu kuna mambo mengi umejifunza. Umeshajifunza vile dhambi iliingia ulimwenguni, na vile mwanadamu alifanyika mwenye dhambi, na vile hii dhambi iliondolewa mara moja na milele. Na katika kipindi hiki, katika kipindi kiliyopita siku ya Friday, tulijifundisha kuhusu toba. Shetani hapa amejificha katika toba, mpaka watu wengi hawapati wokovu wa ukweli, kwa sababu Shetani amejificha hapo kwa toba, na watu wengi hawaelewi toba ni nini. Ndio watu wanaishi maisha ya kulia kila siku, wakiomba msamaha kila siku. Kwa sababu gani? Hawajui toba. Na makanisa yote katika nchi yetu ya Kenya na ulimwengu wote mzima, wote wanaamini wakiomba msamaha ndio watasamehewa. Lakini kwa Biblia hakuna neno hilo, kuomba msamaha ili usamehewe. Kama kuomba msamaha ni njia moja ya kuondoa dhambi na watu wasamehewe, basi Mungu angemtoa mwanawe Yesu Kristo akuja hapa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Mungu angesema, basi ombeni msamaha msamehewe. Lakini jambo moja nataka uweze kuelewa, mpendwa mtazamaji, ni ya kwamba ukiwa na dhambi ndani ya moyo wako, umeunganika na Shetani, kwa sababu dhambi iliunganisha mwanadamu na Shetani, na haki imetuunganisha na Mungu. Na Mungu ndio aliweza kudhihirisha Yesu Kristo, ili Yesu Kristo awe kipatanisho kati ya sisi na Mungu. Kwa sababu dhambi ilipoingia ilitutenganisha sisi na Mungu, ikatuweka mbali na Mungu. Kitabu cha Isaya, tunaposoma kitabu cha Isaya, mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani tusifungue Biblia zetu, kitabu cha Isaya, Isaya 59, Isaya 59 verse 2. Tusikie Biblia inasema namna gani. Isaya 59 verse 2 inasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake asiwaone hata atake kusikia. Wakati dhambi ilipoingia, dhambi ilizaa maovu. Watu wengi hawaelewi tofauti kati ya maovu na dhambi. Watu wengi hawawezi kutoa tofauti kati ya dhambi na maovu. Lakini nataka nikueleze uweze kuweka tofauti kati ya dhambi na maovu. Maovu, kwa sababu ya dhambi iliyo ndani ya moyo, maovu yanatokea. Maovu ni vitendo viovu kama kuiba, kusini, kulewa, kusema uongo. Hayo yote ni maovu. Lakini hayo maovu mbona yapo? Yapo kwa sababu moyo uko na dhambi. Na ndio maandiko inasema, maovu yenu yamewafarikisha na Mungu wenu, ama maovu yenu yamewatenga nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wake asiwaone hata ataki kusikia. Ukiangalia katika kitabu cha Samueli, ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, utaona bila Biblia inasema hapo, ili uelewe Biblia vizuri. Maandiko inasema hivi,
Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo zake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana mwanadamu utasama sura ya nje, bali Bwana utasama moyo. Kwa hivyo mahali Mungu anatazama moyo. Na wakati Mungu alipotazama moyo ni katika kitabu cha Mwanzo. Ukisoma Mwanzo 6 mstari wa 5, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 6:5, Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowasa moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kila kusudi analowasa moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Kwa hivyo Mungu anaangalia moyo. Wakati dhambi ilipoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, Mungu akitazama moyo, aliona moyo wa mwanadamu ni muovu. Na ndio maandiko inasema katika kitabu cha Samueli, imesema Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana binadamu angalia sura ya nje. Mwanadamu anaweza kukuhukumu kwa sababu ya matendo yako mabaya ama matendo yako mazuri, lakini Mungu hawezi kukuhukumu kwa sababu ya matendo yako mazuri ama mabaya. Mungu anaangalia moyo. Na ndio kitabu cha Samueli inasema Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana binadamu angalia sura ya nje, lakini Bwana utazama moyo. Mungu anatazama ndani ya moyo, na Mungu akiangalia ndani ya moyo anasema moyo wetu ni muovu. Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowasa moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Kwa hivyo watu wengi wanafikiria Mungu anawaadhibu ama Mungu anawapiga kwa sababu ya maovu yale wanayoyatenda. Angalia kitabu cha Mwanzo 8 mstari wa 21, uone vile Biblia inasema. Biblia inasema Bwana akasikia harufu ya kuridhisha, Bwana akasema moyoni, sitalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitaipiga tena baada ya hayo baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Mungu akasikia harufu ya kuridhisha. Wakati Nuhu alipotoka kwa safina, Nuhu alitoka akamjengea Bwana madhabahu, na alipojengea Bwana madhabahu akamtolea wanyama walio safi, na alipomtolea wanyama walio safi, Mungu akasikia harufu ya kuridhisha. Mungu akasema moyoni, sitalaani nchi tena kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya kutoka ujanani. Kwa hivyo Mungu anakuelewa. Mungu anatuelewa sisi ni watu wa aina gani. Sisi ni watu waovu. Kwa hivyo Mungu akuadhibu na Mungu akupigi kwa sababu ya maovu yako, kwa sababu Mungu anakuelewa. Mungu anaelewa mwanadamu ni mwovu na hakuna kitu kizuri kinaweza toka ndani yake. Mungu atatarajii kitu kizuri kutoka kwako kwa sababu wewe ni mwovu kutoka ujanani. Kwa hivyo ndio Mungu akasema sitalaani nchi tena kwa sababu ya mwanadamu. Kwa hivyo Mungu alaani nchi tena kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu anaelewa moyo wa mwanadamu ni mwovu. Na ndio Biblia inazidi kutueleza Yesu Kristo ni manukato, ni harufu ya manukato mbele ya Mungu. Kwa hivyo hao wanyama safi waliotolewa wanawakilisha Yesu Kristo aliye mtakatifu, Yesu Kristo aliye mkamilifu, Yesu Kristo ambaye hana dhambi. Kwa hivyo Mungu aliposikia harufu ya kuridhisha kutoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo, si kutoka kwetu. Lakini watu wengi wanafikiria wanapotenda matendo mazuri, wanapofanya vizuri, Mungu atasikia harufu kutoka kwao. Mungu hawezi kusikia harufu ya kupendeza kutoka kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni muovu. Kwa hiyo Mungu alisikia harufu ya kuridhisha kutoka kwa nani? Kwa wanyama walio safi. So tunapozidi kuangalia Biblia, tuangalie kitabu cha Efeso, tuone vile Biblia inasema. Efeso 5 mstari wa 2. Inasema mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yenu, sadaka ya dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Kwa hivyo ukiangalia Nuhu alitoa wanyama walio safi, na wanyama walio safi ukikuja katika kitabu cha Efeso inawakilisha Yesu Kristo. Haleluya! Ambaye Yesu Kristo alitupenda akajitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka ya dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Sisi hatuwezi kuwa manukato mbele ya Mungu, hatuwezi nukia vizuri. Sisi asili yetu ni asili ya dhambi, asili yetu ni ya uovu. Na katika asili yetu ya uovu, basi hatuwezi kuwa na kitu kizuri tunaweza simama nayo mbele ya Mungu ili Mungu asikie harufu ya kuridhisha. Lakini hapa maandiko inasema Kristo alitupenda akajitoa nafsi yake, akajitoa sadaka ya dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Kwa hivyo Mungu alisikia harufu ya kuridhisha kutoka kwa nani? Kutoka kwa Yesu Kristo, si kutoka kwetu. Haleluya!
Kwa hivyo mwanadamu ni mwovu, na maovu ya mwanadamu yamefarikisha Mungu, yametenga mwanadamu na Mungu. Kwa hivyo kati ya Mungu na mwanadamu kuna ufa mkubwa sana. Mwanadamu hata ajaribu kuyasa huo ufa ili aunganike na Mungu, hawezi. Na leo tunaimba, kuna wimbo tunaimba, sakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusiosa. Kwa hivyo wakati unapoimba huo wimbo na kuutafakari, utaelewa hauna wema wa kutosha wa kuosha dhambi zako. Kutoka hapo ndio utaweka wema wako kando ili uweze kupokea damu ya Yesu Kristo ambayo inatosha kuosha dhambi zetu. Si mnapoimba huu wimbo mnaimba namna gani? Haleluya. Sina wema wa kutosha wa kuosha dhambi zangu. Kwa hivyo hakuna wema uko ndani yangu wa kuosha dhambi zangu. Wema wangu hautoshi kuosha dhambi zangu, ila damu ya nani? Ila damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo Yesu Kristo alijitoa sadaka kwa Mungu, dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Mungu aliposikia harufu ya damu ya Yesu Kristo, aliona dhambi zote ambazo wanadamu alitenda, zote zimeondolewa na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Sasa watu wengi wanaenda kuomba Mungu, oh Mungu tusamehe, nilitukana. Ulitukana Mungu ama ulitukana nani? Si ulitukana mwanadamu. Kama ulitukana mwanadamu, enda kwa mwanadamu huyo uliotukana, umwambie nisamehe, nilikutukana. Haleluya. Amen. Amen. Ni dhambi gani mwanadamu anaweza tenda Mungu? Wewe uko duniani, Mungu ako mbinguni. Ni dhambi gani unaweza kufanyia Mungu? Dhambi unaweza kufanyia Mungu ni kutokuamini. Uamini neno lake, uamini vile Mungu anavyosema. So wakati uamini neno la Mungu, hiyo ndio dhambi. Dhambi ni kutokuamini. Dhambi ni kuamini una dhambi. Wakati ambapo unaamini Yesu Kristo alichukua dhambi zangu, basi unapata una dhambi. Haleluya. Dhambi huwezi kuondolewa kwa kuomba msamaha. Dhambi huwezi kuondolewa kwa kuambia Mungu nisamehe. Nataka leo uweze kuweka tofauti kati ya dhambi na maovu. Maovu ni yale ambayo tunayoyatenda. Kwa sababu ya dhambi tunatenda matendo mabaya. Na Yesu akaeleza katika kitabu cha Marko, ukisoma kitabu cha Marko 7 mstari wa Marko 7 mstari wa 21, maandiko inasema namna gani? Hebu angalia kitabu cha Marko 7 mstari wa 21, tuone vile maandiko inasema. Kitabu cha Marko 7 mstari wa 21, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoa mawazo mabaya, uasherati, 22, wizi, uaji, usinzi, tamaa mbaya, ukorofi, ila, ufisadi, kinjiso, matukano, kiburi na upumbavu. 23, hayo yote yaliyo maovu nayo yatoka ndani na yatia mtu unajisi. Hayo yote yaliyo maovu yanatoka wapi? Ndani, na yatia mtu nini? Unajisi. Sasa watu wanajaribu kubadilisha haya ambayo yanatoka ndani ya mioyo. Wanajaribu kubadilisha matendo yao, wanajaribu kubadilisha mawazo yao, lakini mioyo inabaki ikiwa na uovu. Moyo ibabaki ikiwa na dhambi. Na ndio Yesu alieleza hivi katika kitabu cha Mathayo. Tuangalie kitabu cha Mathayo 23. Mathayo 23 mstari wa 25, inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na nje ya ndani imejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Kwa hivyo hapa Yesu anazidi kueleza, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe. Inamaanisha kusafisha nje ya moyo. Unajaribu kubadilisha matendo yako, kubadilisha tabia yako, lakini moyo ni hule hule. Nataka leo tuweze kuelewa vizuri, tutoke kwa kusafisha nje tuingie ndani. Haleluya. Kuingia ndani, Biblia inatuongoza vile tunaweza kuingia ndani. Toba ni mabadiliko ya moyo. Wakati wewe umeona mimi siwezi kubadilisha moyo wangu, siwezi kuosha moyo wangu, hapo ndio moyo wako unafikia toba. Watu wengi wanafikiria toba ni kwenda kueleza Mungu maovu walioyatenda, lakini toba ni kufanya nini? Kutubu ni kutoka katika njia yako na kumrudia Mungu. Hebu tuangalie kitabu cha Isaya. Tuangalie kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7. Mtu mbaya aase njia yake, mtu asiye haki aase mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maandiko inasema vizuri sana,
Mtu mbaya aase njia yake, mtu asiye haki aase mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Ili usamehewe dhambi, unafaa ufanye nini? Unafaa ukaombe msamaha, ama utoke kwa njia yako, utoke kwa mawazo yako, umrudie Bwana. Watu wengi hawataki kufuatilia hili neno. Waangalie hili neno limeandikwa katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7. Walizingatie vizuri ndani ya mioyo yao, waone ili nisamehewe nafaa kufanya nini. Maandiko inasema mtu mbaya aase njia yake. Kuna njia uko nayo ndani ya moyo wako. Hii njia ni njia ya kujitakasa. Ni njia yako wewe mwenyewe ya kujitakasa wewe mwenyewe. Utoke katika hiyo njia, umrudie Bwana. Unapomrudia Bwana, maandiko inasema atakurehemu. Urejee kwa Mungu wetu naye atakusamehe kabisa. Ili upate msamaha wa dhambi, unafanya nini? Ukaombe msamaha, ama utoke katika njia yako na mawazo yako, mrudie Bwana. Kwa hivyo kumrudia Bwana, elewa Adamu alimuasi Mungu. Adamu alimuasi Mungu, na sisi ili tuweze kupata wokovu ambao Yesu Kristo alileta, maandiko inasema namna gani? Tumrudie Mungu. Kwa sababu baba yetu Adamu alimuasi Mungu, na sisi turudi kwa Mungu. Tunaporudi kwa Mungu, Mungu anatuahidi kutusamehe. Kwa hivyo kutubu ni kufanya nini? Ni kutoka kwa njia yako, kutoka kwa mawazo yako, na kurudi kwa njia ya Mungu, kurudia Mungu. Na unaporudia Mungu, Mungu amekuahidi kukusamehe. Haleluya! Hebu tuweze kuangalia Biblia, tuone vile Yesu anahubiri kuhusu toba. Tuangalie kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 15. Akasema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni mkaamini Injili. Sasa Yesu ameanza kuhubiri Injili, na alipokuwa akihubiri akasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni mkaamini Injili. Yohana alihubiri toba iletayo ondoleo la dhambi. Yesu na yeye anasema tubuni mkaamini Injili. Haleluya! Na niliwaeleza katika kipindi hiki tena, niliongea Injili ni nini. Injili ni mambo manne. Injili ni kusaliwa kwa Yesu Kristo, kufa kwa Yesu Kristo, kusikwa kwa Yesu Kristo, na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 1, Mathayo sura ya 1 mstari wa 21, tunaona vile maandiko inaeleza. Maandiko inaeleza hivi: naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake katika dhambi zao. Kusudi la Yesu kusaliwa ni ili atuokoe kutokana na dhambi, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kujiokoa, hatuwezi kujitoa kwa dhambi. Lakini tunaona maandiko inasema atasaliwa mwana, jina lake ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Mpendwa mtazamaji, nataka uelewe vizuri, kusudi la Yesu kusaliwa ni ili akuokoe kutokana na dhambi. Lakini watu wengi wanajaribu kujing'ang'ana wajitoe kwa dhambi, lakini Yesu Kristo alisaliwa ili atuokoe kutokana na dhambi, kwa sababu hatuna uwezo wa kujiokoa kutoka kwa dhambi. Na ndio Yesu amesema tubuni mkaamini Injili. Kutubu, kuamini Injili ni kuamini Yesu Kristo alisaliwa aniokoe kutokana na dhambi. Sasa kama unaamini kusaliwa kwa Yesu Kristo, alisaliwa kuokoe kutokana na dhambi, je, swali ndio hii, uko na dhambi? Ukijihisi dhambi ndani ya moyo wako, basi au yaamini kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari 21, kwa sababu maandiko inasema atasaliwa mwana, jina lake ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kusudi la Yesu kuja katika ulimwengu huu, Yesu ambaye ni mtakatifu, Yesu ambaye ni mkamilifu, Yesu ambaye kutenda dhambi, Yesu hakujua dhambi, alikuja akafanywa dhambi kwa ajili yetu ili aweze kutuokoa kutokana na dhambi, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kujiokoa kutokana na dhambi. Lakini Yesu alisaliwa ili atuokoe kutokana na nini? Kutokana na dhambi. Haleluya! Tuangalie kitabu cha Wakorintho tuone kwa nini Yesu alikufa. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3 inasema, kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko.
Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo nini? Kama yanenavyo maandiko. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo nini? Maandiko. Vile maandiko inasema Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, ni ukweli. Kama unaamini Yesu alikufa, alikufa kwa sababu gani? Alikufa kwa sababu ya dhambi yake ama kwa sababu ya dhambi yangu na dhambi yako? Yesu alikufia dhambi yetu. Haleluya. Kwa hivyo kuamini Injili ni kuamini kusaliwa kwa Yesu Kristo, ni kuamini kifo cha Yesu Kristo. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Warumi 6 mstari wa 10. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuisie Mungu. Maana kwa kule kufa kwake alifia nini? Alifia dhambi. Kusudi la Yesu kufa, alifia dhambi. Na kama alifia dhambi, basi dhambi ipo ama hakuna? Watu hawaamini kifo cha Yesu Kristo, ndio wanaishi maisha ya wenye dhambi. Ukiamini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, kwa nini Yesu alikufa? Hebu angalia kitabu cha Wakorintho uone ni nini ilifanya Yesu afe. Maandiko inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari 21, yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi. Yesu hakujua dhambi. Yesu hakutenda dhambi. Hakuwa na hila, hakuwa na nawaa, hakuwa na dosari. Mungu akamfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hivyo Yesu hakujua dhambi, hakutenda dhambi, hakuwa na dhambi ndani yake, lakini Mungu alimfanya dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hivyo Yesu hakutenda dhambi, alikuja akasukua dhambi, na alipokuja akasukua dhambi aliweza kulipia hiyo dhambi. Hebu tuangalie Yesu Kristo, umbo lake lilikuwa umbo la aina gani? Yeye hakutenda dhambi wala udanganyifu au kuwepo kinywani mwake. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari 21 inasema yeye hakutenda dhambi wala udanganyifu au kuwepo kinywani mwake. Kwa hivyo hakuna hila yoyote ilionekana kwa Yesu. Hakutenda dhambi kwa sababu Yesu alikuwa mtakatifu. Na huyu Yesu ambaye ni mtakatifu, tunaona mstari wa 24 hapo, maandiko inasema yeye mwenyewe alisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi na tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupikwa kwake tumeponywa. Kwa hivyo huyu Yesu ambaye hakujua dhambi, hakutenda dhambi, alifanywa dhambi, akakuja akasukua dhambi. Aliposukua dhambi katika mwili, ndio maandiko inasema mwili wake ukafanya nini? Ukauawa. Hapa maandiko inasema yeye mwenyewe alisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya nini? Juu ya mti. Aliposukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ilibidi Yesu afe kwa sababu ya dhambi zetu. Haleluya. Ilibidi Yesu afanye nini? Afe kwa sababu ya dhambi zetu. Petro wa kwanza 3 mstari wa 18. Maandiko inasema maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikawishwa. Kwa hivyo maandiko inasema kwa maana Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki. Haleluya. Mwili wake ukafanya nini? Mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikawishwa. Kwa nini Yesu mwili wake uliuawa? Alikuja akachukua dhambi katika mwili, na alipochukua dhambi katika mwili, ilibidi aweze kulipa msara wa dhambi ambao ni nini? Ambao ni mauti. Kwa hivyo msara wa dhambi ni mauti. Ilibidi Yesu aweze kulipa msara wa dhambi ambao ni mauti, kulingana na kitabu cha Warumi 6 mstari 63. Kwa maana msara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hivyo Yesu alipokuja akachukua dhambi katika mwili wake, ilibidi huo mwili ufe ili aweze kulipa msahara wa dhambi ambao ni mauti. Wakati moyo wetu unapoanza kuamini kifo cha Yesu Kristo, Yesu alikuja katika mwili. Kila roho inayokiri Kristo alikuja katika mwili yatokana na Mungu. Haleluya. Watu wengi wameshindwa kukiri Kristo alikuja katika mwili, na kila roho inayokiri Kristo alikuja katika mwili yatokana na Mungu. Katika ili mnajua roho wa Mungu, na kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili yatokana na Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 2. Kila roho inayokiri Yesu alikuja katika mwili yatokana na Mungu. Kwa sababu ukikiri Yesu alikuja katika mwili, maandiko inasema katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa
3 inasema yale yasiyowezekana kwa sababu ya sheria, kwa sababu ya udhaifu katika mwili, Mungu mwenyewe alituma mwanawe kwa mfano wa mwili ili hukumu dhambi katika mwili. Utakiri Yesu alihukumu dhambi katika mwili. Kama hii roho itakiri Kristo alikuja katika mwili, basi itakiri Kristo alihukumu dhambi katika mwili. Na kama roho inayokiri Yesu alikuja katika mwili itakiri kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Kwa hivyo roho hii inayokiri Yesu alikuja katika mwili itakiri kitabu cha Petro wa kwanza 3 mstari wa 18, ambao maandiko inasema Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya sio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake ukauawa. Kwa nini mwili wake uliuawa? Uliuawa ili aweze kulipia msahara wa dhambi ambao ni mauti. Haleluya. Lakini watu wengi wapinga Kristo hawakiri Yesu alikuja katika mwili. Kama utakiri Yesu alikuja katika mwili, basi wewe ni roho yako inatoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Unakiri Yesu aliyekuja katika mwili, alihukumu dhambi katika mwili, alichukua dhambi katika mwili, mwili wake uliuawa ili aweze kulipa msahara wa dhambi ambao ni mauti. So kutoka hapo, kwa sababu Yesu alichukua dhambi katika mwili na akahukumu dhambi katika mwili na mwili wake ukauawa, akalipa msahara wa dhambi, mimi nina nini kingine cha kulipa? Sina kingine cha kulipa, kwa sababu dhambi yangu yote Yesu Kristo alililipia. Haleluya. Dhambi yangu yote Yesu alifanya nini? Alilipia. Langu ni kufanya nini? Langu ni kuamini Yesu alichukua dhambi zangu, na alipochukua dhambi zangu mwili wake uliuawa, na mwili wake ulipouawa alilipa msahara wa dhambi ambao ni mauti. Ndio Yesu anasema tubuni mkaamini Injili. Injili ni kuamini kuzaliwa kwa Yesu, ni kuamini kufa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Mwili wake ulikufa kwa sababu gani? Alichukua dhambi yako, alichukua dhambi yako, na alipochukua dhambi yako mwili wake ukauawa. Haleluya. Jambo la 3, uamini kusikwa kwa Yesu Kristo. Haleluya. Amfahamu ya kuwa kitabu cha Warumi 6 mstari wa 3, amfahamu ya kuwa si sote tuliolewa bila unaweza kupata na dhambi. Moyo wako umgeukie Mungu, kama bila Matendo ya Mitume 20 mstari wa 21 anasema, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Toke katika njia yetu turudi kwa njia ya Mungu, na tunaporudi katika njia ya Mungu, Mungu ametuwekea msamaha wa milele. Haleluya. Na ukipokea msamaha wa milele, Mungu anasema dhambi zako na uasi wako hatawahi kumbuka tena, kwa sababu Mungu akikusamehe amekusamehe mara moja na milele. Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi kijacho ili tuendelee kujifunza toba, na inaamini kwamba kuna siri nyingi utaweza kufahamu kupitia neno la Mungu. Mungu akubariki. Tushukuru. Mtakatifu mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako Bwana wa majeshi ulizodhihirisha, ukatuma mwanao Yesu Kristo akakuja katika mwili, akachukua dhambi zetu katika mwili, akahukumu dhambi zetu katika mwili. Tuna moyo wa sifa na moyo wa shukrani kwa mambo hayo yote Baba wa milele umeshayatenda. Asante kwa sababu ya mtazamaji, umempa neema ya kufuatilia programu hii. Bwana wa majeshi, baraka Ibrahimu, Isaka na Yakobo ikaweze kutua katika maisha yake na katika familia yake, na ukampe ufahamu wa kuelewa neno hili, kwa sababu wale wanaoelewa neno hili ni wale unawajalia. Mjalie Bwana wa majeshi akaweze kuelewa siri hii, na pia anaposupport hiki kipindi usisahau kazi ya mikono yake, usisahau watoto wake, usisahau kazi yake, usisahau maisha yake, sindi kumlinda na kumwondolea magonjwa na kumwondolea mambo yote maovu ambayo yanaweza kumwandama. Asante kwa sababu ni Mungu unayetupenda. Kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji, kwa muda umekuwa pamoja nasi. Tunakukaribisha katika ibada yetu hapa Lare, Righteousness of God Ministry. Ukifika Lare, kuna namba iko kwa screen hapo, unaweza kuitumia upige, tukueleze kanisa iko wapi, na utakuja tunjumuike pamoja tuweze kuendelea kusikiza neno pamoja. Mungu akubariki. Tuage mtazamaji kwa makofi sana na vigelegele. Amen. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Sijaokoka, wakasema mikaba, wakasema
kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.